yetu cha Kisi Hot TV. Karibu katika habari zetu za hivi punde. Jina langu ni Wesonga Masi. Aliyekuwa rais wa awamu ya 4 Uhuru Kenyatta amekuwa na kongamano la wajumbe wa kitaifa wa Jubilee katika maeneo ya Ngong. Amesema kuwa alitarajia kulikunja jamvi lake la kisiasa, ila chama kilikuwa kimekumbwa na siasa na makasiriko. Ila amesema kuwa ataendelea kulihudumia chama hilo hadi waliomchagua wamwachishe kazi. Habari zaidi na Brian Amboy. Wana Jubilee ya kwamba siasa mimi nilikuwa nataka nilegee na niende nikashughulikie mambo mengine, na nilikuwa nafikiria ya kwamba siku ya kuitana mkutano wa National Delegates Conference ingekuwa ile siku ya kwamba mimi ningekuwa nimewaambia wenzangu, sasa vile vidogo tulikuwa nazo ambao wana Jubilee waliwapee kwa heshima kubwa, hawa ati ndio sasa wanakuja kusema ndio watatuambia vile Jubilee itakaa. La, jukumu lao wakati walichaguliwa ni kwenda kusimamia na kutetea haki za wajubilee na manifesto ya Jubilee, haki za wanajubilee, sera za wanajubilee. Na kama hauiwezi na kama uwezi, ukae kando, tutafute ule ambaye ataweza kufanya kazi hiyo, kwa sababu sisi ni wanademokrasia. Na kama kwa jukumu lolote you've had a change of heart, then do the respectful thing. Vile tumeambiwa hapa ni wale ambao wametuhubiria leo, wenzetu wa Islam, wenzetu wa Kikristo, na wamesema ya kwamba hii iwe ni kama renewal. Kila mmoja wetu ambaye yako hapa akirudi kwake aende kufufua chama chetu cha Jubilee kule mashinani, na sisi ambao tuko hapa Nairobi tutawasaidia kwa lolote ambalo tutaweza. Na hata wale ambao wamepewa vyeo, mjue ya kwamba hiyo vyeo sio yenu peke yenu. Nimesikia wengine hapa maseneta wamemkashifu gavana wa Kisii Mheshimiwa Simba Arati kwa kujaribu kuficha uozo ulio katika idara ya utumishi katika kaunti hiyo. Pia wameagiza ukaguzi mpya kabla ya kufanyiwa kazi ile ya awali. Indeed, we responded to the audit together with the former Minister for Finance. Our response is there. It's possible that maybe my boss has not been very conversant with it. But a comprehensive response to these issues, which have been flagged by the Auditor General since 2016 up to 2021, it's there. Given a chance, we can provide all of it. That's all you have to say, because you know you've just started the waters much further by accusing your governor of not being well informed. Chair. Governor Arati, you are not well informed, you are not well conversant with the matters that you came to discuss before the Senate. Chair, again I want to say is that I'm well conversant of the things that we are discussing here, except that this letter to the Treasury, which is missing. Again, it would have answered those questions. The officer says it exists, the responses are there. It's just that the governor is probably not well conversant. And you know, Governor, there's and I don't want us to dramatize this because you have the media here. And it's very unfortunate. The governor throws his office under the bus, and the officer throws the governor further deeper under the bus. I think that is what is playing out here. There seems to be serious issues at the strategic level in terms of
your strategies on HR. Unless Chair, again, repeatedly have pointed out that there was a response to the Auditor General, which he has alluded to. There is no another answer that we could give. Chair, Yes. could I? Senator Nyoka, just 1 minute. I think every government has got a truthful man. The national government, Senator Matthew's friend, is a truthful man. And it appears in Kisii, the truthful man is the HR director. So, HR director, so if there was a comprehensive response to the Treasury letter, do you think there was justification for another audit, the one that is currently being carried out? Chair, issues emerge all the time. The governor is new in Kisii. He wants. Katika habari nyingine, waumini wa kanisa la PEFA kata ndogo ya Nyamache kaunti ya Kisii wamemshutumu Askofu Samson Obonyo kwa madai ya kuwalaghai shilingi milioni 3.5 kwa madai ya kuwapeleka Marekani. Waumini wao hapo jana walimtegea mtego askofu huyo kisha kumfikisha katika kituo cha polisi cha Kisii kwa madai ya kuwalaghai zaidi ya $100,000. Bishop Samson Obonyo gatotera 2019 ng'angoirara bandameli kakita gatangasa se kanisa ono gochakera 2020 gendeki gatire ase enjo ya corona agateba lichi customer okwanya ri customer nabango kwana na commission wali lichi customer mangana ya dire mpaka bone ga America teyo ira ni ya bande chi passport ono tokamwa ngati atomorende iga ikiagera nduro chi America nero abanta bande bona abande barwari abande bambure bataye bone ga America tayo sisia Ukabuli kwa wote sasa serikali ngorokyo. Nkobole serikali yatokonye egere bishop ira ria banyene chibesa chingoro tukiye tomenya no morende onde taroro onde bo Masawa tuka areas Wesonga omagano oyo twagete kobekumye wetera somo na bishop tani omonge na Sophie yoro mosanyi itowe family agatotebinga abukale Sophie na bwate chi agent kinde bakwira abantu Dubai Qatar na Saudia agatebona otigire kwira abantu ro speech abantu ngumbu baguchi bona takamwigen egera kururi tangani abantu mare turoja irite Dubai na Qatar abantu barabumba chi bona gero toigwe ya America tokara ningi tokasoime tomata chibesa kirumia mbi urwaba gatwanda abagojia somo gako kuruku Bishop Samson Obonyo oyu opefa Bishop agatungaina tanda American Embassy digiri tochia to UN Crescent agachaka kuringa tataito ana lakini karoto kurine gari kurusonga tukwane tena agataito toike Nairobi kartoike Nairobi moya avenue na nendo mwagirete si agatungaina nga omuntu naraira medical nigota kurwo bwangu nduto ando mambi aya kamanya gutungaina agataba ngota tabito endo bona kurwabu miaka ya chirangi ebiri etatoiga akonya gotoa chitariki chia mutu kio bokora chio kumepienye toto urumaka chitariki chigoika uruka korone gacha agatungaina nge getango gyo kigera mo gendo isindani ya COVID certificate agatubire kama na inde mune kiombe tokandaga kwesindani arafu mwako yakarao gochigonjere agatoma chi itinerary ndangara gorko itinerary gotanga na gotoma arafu kamanya kubuke ticket ende but tokaranga era ni paid alafu itinerary karo gotoma na bokanyara online Google after some time itinerary ile disappear to komobori agatonga na chinda ga chia fly Emirates kanyara ba booking enga kia Emirates nja wate emine gete na Kenya wate kusaba kwale kwa ndo COVID certificate ya linge yo ko bona agatonga na nero ya kansu kurelia ga chakora ngiya abantu certificate ngora tani chi passport kitu ngora alafu kera abantu bakomobori nga naki omogano yorega bali bachite Nairobi na majeti ko batishia abaira basengo
Habari Wesonga karwako mwaki naitwa Vincent Magembe Gitete. Mwako igo bonyo na mumanyete kernale te abasani bana. Kumukana ba bwana. Ndenga baite ya kabere ko mukutano yo nkora. So agacha bakamanya. Tutoi nyama. Watoi nyama lende and give out my money. Which is so 150. Alafu tuwe sancho kwa kumiliki chini. Kwa wawa acha kapata Nairobi no mwita kwa ni tuna kuchora. Tuka Nairobi medikeyo akatokora bokora tukirana. So the time aturangete Nairobi akatutumire ticket. Yere fake. Tubwate. Tukana Nairobi akatuncho kanani paka atabinga abaminto abatona barabugayiga batanga nenjera ntokunyara kwenda tonyora visa ontegwe tokogenda agante bitebya abantu bari gwatiga gusi kwanyorire visa nkarore ngencyandikirire tikagonte bigo nkarora teri injira yarengengiya nkatebyo yo minto ko Derek yole mwino gayiga kama Derek my friend akugota visa kana mote bigo kirya kakakira abande bonsi because the group na barabu akabatebi magemba nyodire visa wae ntaranyora oyo twen komo musani ono oyo twen next nere ngabolinga nkikera gwakwa na igo kungainiria abantu bana ngamotebi nje mate ngata nakoraki nakwanira igo atole nturiagi turiasagia une gali metole orinkarra kaligamura akabeki gali kana agakira agaonchole gali tukairana pakabuwa media tirizo ketu kwa yaiga kama tebi don't waste your time tuachire pick the bags tugacha kurweri bono egase bitiso tukoikara chibese chinere agutungaina paka tukamwa bono tokosie dili yokungwate paka na tomwate igoro komanda ukaga police na wale gaiga takeri kukuchi obi mayani bese kurweri jirango sabanga ki asiekere boniga muntu ndebwensi ogotebi kunga kanisa pastor mbarago chimino gaiga karachunguza ngaki umuntu inde yagukorera abako ndo simbo kuzwa injire tamanyiri ndota yeko naboniga tari muntu uri chenu no muntu utagwa cyo mwerekea oye ogotebi oyiga erinde abantu bari amanyete mwetana mugo kwana no simu wakera namanya mwitani mwensipi there is no communication mo koroma kwa lakini ndio tukudia singa ki no time is going with our money tayariza mugwata ikoro komanda bakagaiga bone yade kutayarizwa alipotini ngo sabe serikali yaboniga echunguza abantu abayiga babeira abantu bakoda abantu. Askofu wa Tabernacle Church of Praise Bungoma, Kalistas Barasa, ametoa wito wa mageuzi ya katiba. Amesema kuwa katiba ilikuwa na uhuru wa ibada, hivyo basi kila mtu anatumia uhuru huo kwa manufaa yake mwenyewe. Pia amesema kuwa kanisa linahitaji kupatiwa heshima jinsi inavyostahili. Habari zaidi na Bruce kutoka Bungoma. Kuirekebisha baadaye imewashinda, ni ngumu sana kurekebisha hii katiba. Kama former prime minister pamoja na sitting president Mheshimiwa Uhuru Kenyatta former president walingangana kuirekebisha wakashindwa. Hii katiba ndio ilileta shida kubwa sana. Na hii katiba si tulilia wanasiasa. Ilileta excessive powers, excessive freedom of worship. Na hii katiba tuiangalie katika upande wa kuabudu. Katika upande wa kuabudu tusiruhusu mpaka mjawi anaenda kwa social services anapata certificate ya kufanya ujawi. Tusiruhusu mpaka mganga anaenda kwa social services anatanganya ati anauza madawa ya kienyeji na anakuja na roka watoto wetu. Ili tuangalie mtu akisema yeye ni daktari wa dawa ya kienyeji aidhinisho kutoka Nairobi ni kienyeji hii ni ya ukweli ama sio ya ukweli. Yetu ni kuambia tu mmetupa majukumu kama polisi. Maafisa wa ujasusi nchini Kisii wamemnasa mtu mmoja kwa kuhusika kupakia sukari isiyokuwa inajulikana ndani ya mifuko iliyokuwa na nembo ya sukari nchini. Maafisa hao walitekeleza msako huo ghafla katika kijiji cha Tinderet huko Kenyenya, kaunti ya Kisii, baada ya ripoti kutoka kwa wananchi kuhusu biashara fiche iliyokuwa ikiendelea katika jumba moja. Habari zaidi na ripota wetu Davis Kiprotich. Na ripoti tuliyopata ya intelligence yetu
tuweza kupata hii nyumba ambayo inatengeneza sukari. Wana sukari, wana repackage sukari. Sukari yenyewe tumeweza kuipata hapa ni kampuni moja kutoka Uganda, nyingine ya Tanzania, na zingine za hapa kwetu Kenya. Halafu wana karatasi za kupack ambazo umeziona kule ndani. Wanapack kwa kilo 1, nusu na kilo 2. Na kwa kweli hakuna weighing machine ambayo iko hapa. Kwa hivyo kwa kabisa ukweli ni kwamba sukari ni kidogo sana. Na pia tujui uhalali wa hii sukari, na pia hatujui kama ni sawa kwa kutumia kwa binadamu. Kwa sababu pale imetengenezewa kulingana vile unaona hiyo hali si hali nzuri. Na kupitia kwa makachero wetu wa DCI tumeweza kufaulu na kunasa mama mwenye hiyo sukari hapa Kenyenya. Kwa kusema ukweli, hiyo sukari mimi naonanga kuna mtu nilikondisha kwa hii nyumba nikampea room, akakuja akaomba nikampea room, akaanza biashara ya sukari. Na hiyo sukari anatoa Mugonga kwa ulizeli za Mugonga. Na sijui hizo zuri saira na ni gani, lakini anatoa Mugonga na anatoa paiki inasukisha sukari, anapigiwa simu kuja uchukue sukari kutoka kwa duka. Sasa nimpea hii nyumba aendelee na hiyo biashara yake. Mimi haja yangu ni kunilipa tu pesa. Asanti mpenzi mtazamaji kwa kutazama runinga yetu ya Kisii Hot TV. Tupate kwenye mitandao yetu ya kijamii @Kisii Hot TV kwenye Twitter, Facebook na YouTube. Hadi wakati ujao, nimekuwa wenyu Wesonga Masi.